kusababisha mmomonyoko wa ardhi ukingoni mwa bahari. Tabia ya mawimbi yake na ukubwa wake inafanana kabisa na mawimbi ya ziwa Victoria, kwamba ni mawimbi ya kiwango kidogo, ya kiwango cha ustaarabu kiasi kwamba hayaleti vurugu. Kuna school of thought ambayo na mimi najikuta nawajibika kushawishika kuiamini, kwamba mahali halisi ambapo wana wa Israeli walivukia bahari ya Shamu ni hapa, kwa sababu kuna wanasayansi wameweza kuzamia majini wakaona dalili hata za matairi ya yale magari ya askari wa Farao walikuwa wanafuatilia wana wa Israeli. Kwa hizo sababu 5 zinanifanya nikiwa hapa na burudika vya kutosha. Hivi sasa mfereji wa Suez hupitisha meli zipatazo 50 na meli hizo hupitisha tani 300 za mzigo kwa mwaka, na mfereji huu umeziunganisha bahari mbili zilizo umbali wa kilomita 193 kutoka bahari moja hadi bahari nyingine. Hapa ni Mara, pahali pa maji machungu, na kutokea hapa safari ikaendelea mpaka Elam. Elam kunako chemichemi 12 za maji na mitende 70. Baadaye wana wa Israeli wakapita kando kando ya bahari ya Sham, kisha walifika Sin, mahali walipolalamikia chakula na kupewa mana kutoka mbinguni, na toka hapa walifika kwenye nyika ya Sinai. Katika mlima Sinai ndipo mahali Mungu alipompa Musa amri 10. Musa akapanda kileleni katika mlima huu na kupewa na Mungu mbao 2 za mawe zilizoandikwa amri zake kwa chanda chake mwenyewe. Ule mlima Sinai watu wengine wanapanda kwa ngamia, maana wanashindwa hata kupanda wenyewe kwa miguu yao. Lakini kwa sababu wanakuwa wamedhamiria kupanda ule mlima, wanapanda. Na mlima ule ndio mlima wa ahadi ambao Musa alipewa zile amri 10. Na ni mataifa mengi wanaenda huko, sio sisi tu. Mataifa mbalimbali kutoka kila kona katika dunia hii wanafika pale na kwenda kuangalia ule mlima ambao unatukumbusha kwamba tuweze kuzitii zile amri 10 za Mungu. Kwa hiyo tulifurahia sana kufika pale na kuona mambo mengi. Mahali hapa Waisraeli walikaa kwa muda mrefu kidogo, na Mungu aliwapa maelekezo mengi ya kuishi kama watu wake. Kisha wakafika mlima Hori, mahali Haruni alipofia. Mpaka hapa walikuwa wametimiza miaka 40 tangu watoke kama watu wake. Kutokea mlima Hori safari iliendelea kwenda karibu na mlima Nebu, mahali ambapo ndipo Musa alipofia. Walisafiri toka hapa na kuweka kambi katika mbalale za Moab karibu na mto wa Jordan na Yeriko. Waisraeli waliweka kambi kwenye vituo tofauti 40 katika safari yao yote. Kisa cha kusisimua katika habari hizi na cha miji ya Sodoma na Gomora, miji iliyofutiliwa mbali kabisa kwa moto zama za Lutu, na sasa eneo hili ndipo ilipo bahari Mfu. Bahari hii haikuwepo zamani kwa sababu iko eneo ambalo palikuwepo na bonde zuri sana kwa ajili ya kilimo. Mto wa Yordani unakuja unamwaga maji yake kwenye lile bonde. Kwa hiyo maji yakajikusanya ndipo yakatengeneza hii bahari Mfu, au kwa Kiingereza Dead Sea. Neno Sodoma maana yake ni kukosa uhakika. Na kweli hawa watu wa Sodoma na Gomora waliokuwa wameshiba, wamenufaika, wametajirika, walimsahau Mungu, maisha yao yakakosa uhakika kabisa. Mungu
hakufurahishwa kabisa na matendo hayo hata kidogo. Wala mfalme wao Bera hakujaribu kabisa kuzuia matendo mabovu kama yale yafanyike, kiasi ambacho basi Mungu akaamua aangamize ule mji pamoja na miji mingine mine ambayo nayo ilikuwa imeharibika sana, mji wa Gomora na mji wa Adima na Seboimu. Pakawa bahari ya namna ya pekee ambayo haitoi maji kupeleka sehemu nyingine. Kwa hiyo bahari ni ya kipekee duniani, maana chumvi za bahari nyingine ni chumvi tu za kawaida, lakini ya bahari Mfu ni ya kipekee. Matope ya bahari zingine na mito ni ya kawaida tu, lakini matope yale ni ya kipekee. Na maji ya bahari ni ya kawaida, lakini yale ni ya kipekee sana. Bahari Mfu, bahari yenye maajabu na chumvi nyingi. Hakuna kiumbe hai kiwezacho kuishi ndani ya maji haya. Ni katika bahari hii pekee mtu anaweza kuingia ndani yake na kuelea bila kuzama. Na hapa tulipo tuko mbele ya lango kuu la kuingilia jiji lililokuweko miaka 2600 iliyopita, lililokuwa linaitwa Petra katika nchi ya Jordan. Hili ni moja ya maajabu 7 ya awali kabisa ya dunia, kwamba walijenga jiji kwa kutumia mawe, kwa kuchonga nyumba kwenye mawe kama mnavyoona miaka 2600 iliyopita. Kwa hiyo ni moja kati ya sehemu muhimu sana kutembelea, maana kuona ni kuamini. Mambo mengi sisi tulikuwa tunaambiwa kabla ya kuyaona, lakini leo tumekuja kushuhudia kwamba binadamu ameendelea miaka mingi sana iliyopita kuliko ambavyo imeandikwa kwenye baadhi ya vitabu vyetu vya historia. Kwamba fikiria majengo kama haya, kuchonga mwamba mpaka inakuwa nyumba miaka 2600 iliyopita, ni kitu kinashangaza sana, kiasi kwamba tungependekeza ikiwezekana kila mmoja wetu aje ajionee mwenyewe, kwa sababu kuona ndio kuamini. Tuachane na mambo ya kuambiwa, kwa sababu ukiambiwa unaweza usipate picha kamili. Haya maeneo ni maeneo asili, lakini yamechongwa. Wanadamu wale walitutangulia, kina Musa walipita, walikuwa wanatumia kama njia yao ya kwenda Israeli, yani Kanaani. Ni sehemu ambapo kwa kweli ni maajabu, kwa sababu mwanadamu ameweza kuchonga, ameweza kuweka vitu ambavyo vinaweka kumbukumbu. Kwa hiyo na mimi nasema kabisa ni sehemu nzuri ya kuja kujifunza na kuona kama jinsi ambavyo unavyoona. Ninashukuru sana kuwepo katika sehemu hii ya Jordan. Nimejionea mwenyewe kwa macho. Ninachowaomba ni kuwa, namuomba kila mtu asiwe mtu wa kushuhudia kwa kuambiwa, kwa sababu ni mengi sana ambayo yako mahali hapa na sio rahisi kila mtu kuweza kuambiwa na akayaamini. Lakini pale anapokuja mwenyewe kuyaona, ndipo ambapo unaona kuwa huu ndio udhihirisho. Na ndio maana katika Yeremia 33 mstari wa 3 Mungu amesema, niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo makuu, magumu na makubwa usiyoyajua. Mimi leo nimeyaona mambo makubwa nisiyoyajua. Mungu amenipitisha katika Yeremia. Jina la Yerusalemu linajulikana kwa maana tofauti tofauti tangu karne ya 19 kabla ya Kristo. Kwa Waamori, jina hili linamaanisha mji wa Mungu Shalimu. Wakati kwa Waisraeli, jina Yerusalemu linamaanisha mji wa amani. Mji wa Yerusalemu ni moja ya miji muhimu duniani, kwani ni mji mkuu wa dini ya Kikristo, dini ya Kiyahudi na dini ya Kiislamu.
Kwa Wakristo, Yerusalemu ni mji wa mateso, kifo, kufufuka na kupaa kwa Yesu. Kwa Wayahudi, Yerusalemu ni mji wa hekalu na makao makuu ya nchi yao. Mji huu umezungukwa na milima 7. Mojawapo ya milima ni mlima wa Mizeituni na ni sehemu salama ya kujikinga na adui. Well, you probably wonder, why would I go all this way to Israel? And you hear in the news that we have problems. Yes, we do, but we are not stopping. And the problem is not what should keep you away, because coming here you see that the news makes it sound worse. Actually, we live together, Jews and Christians and Muslims and Palestinians and Israelis, and we're all following God in our ways. We can take a few examples. We come to a place which physically is very small, but tradition and history, combining all religions, are here. We all celebrate God's feasts. We see the land of God when we walk up the mountains, and we see the growth of the olive trees. And when we go to Mount of Temptation, for that matter, in Jericho, and we think about Jesus taking the fasting of 40 days, and we call it Mount of Temptation. How many times in our lives do we have to overcome the temptation in our lives? And then we think how he did it, whether we fast or we just forgive. When we go to the Sea of Galilee and we read and hear about Jesus talking to Peter and asking him 3 times, do you love me? And Peter doesn't understand why he has to answer that for 3 times. But that is Jesus showing him forgiveness, which is something we have to show one another every day of the year, every minute of the day. When the Jews celebrate the Day of Atonement, they're asking forgiveness from God, but before they do it, they have to ask forgiveness from their fellow mate, from their family, from their environment, if they had anything. So in every direction that you look at it, Christian, Jewish, Muslim, it's all here. It's all the land of God. And we're taking the Bible and we're actually walking with it day by day, page by page. And we can actually feel it happening in this land. I know a bit of Hebrew, and that's why I tell all my tourists when they come here, you just go open the New Testament, the Gospel of Matthew, first chapter, and we learn of the name of the Son of God. Yes, it is Jesus. In Hebrew, the language that he spoke is Yeshua, the Savior. That's what it means. But he was also called Emmanuel. And you all know what that means. That means God is with us. So when you come to this land and you've experienced all of that, surely you will go and God will be with you after you've actually touched the places. Maana ya jina Bethlehem kwa Kiebrania lina maana ya nyumba ya mikate. Ina maana sehemu hii ilikuwa na chakula tele. Nabii Mika aliandika kitabu kimoja katika Agano la Kale, alitabiri kwamba Masihi, yani Yesu, atazaliwa Bethlehem. Utasoma katika kitabu cha Mika 5 mstari wa 2. Siku za kuzaliwa kwa Yesu zilipokaribia, Mfalme Agustino ambaye alikuwa Kaisari wakati huo, alitoa amri kwamba watu wote wahesabiwe duniani, na watu walikuwa wanahesabiwa huko walikozaliwa. Mariamu na Yusufu wakati ule walikuwa wakiishi Nazareti. Walisafiri wakaja mpaka mji wa Bethlehem, na muda wa kuzaliwa kwake ulikuwa umefika kabisa. Mwangwi wa tangazo la habari njema ya kuzaliwa mkombozi wa ulimwengu lilisikika katika mji huu wa Bethlehem kwa wachungaji wa kondeni. Ila malaika walikuja kushangilia
kuzaliwa kwa Yesu. Kwa mbali mung'ao wao ukaonekana kama nyota. Mamajusi, yani wataalamu wa nyota kutoka Iraq, kwa mbali ile nyota wakaona ni nyota mpya, haiko kwenye eneo hilo la anga. Wakasema hiyo nyota hiyo ni ile iliyotabiriwa katika Biblia kwamba atakapozaliwa Masihi patatokea nyota. Wakaamini, maana ile nyota ilikuwa mwelekeo huo wa Yerusalemu. Taarifa za kuzaliwa kwa Yesu mkombozi wa ulimwengu ziliambatana na misukosuko baada ya mfalme Herode kutoa amri ya kuwaua watoto wote wa kiume waliozaliwa katika zama za Yesu. Yusufu kwa kuongozwa na Roho wa Bwana akakimbilia nchini Misri ili kumnusuru maisha yake. Huko aliishi katika mapango, mahali ambapo hii leo limejengwa kanisa hili, na hiki ni kisima cha maji ambacho familia ya Yesu walitumia maji yake. Mji wa Bethlehem ulikuwa maskani ya watu mashuhuri katika Biblia. Mfano maskani ya Boazi Yese, wana wa Zeraya, Asaheli, Jemedari Yoab na Daudi. Kafara zilitolewa hapa wakati wa nabii Samuel. Yesu alizaliwa kwenye holi la ng'ombe hapa Bethlehem. Wachungaji wa kondoo waliletewa habari njema, Yesu amezaliwa kwenye mji wa Daudi, wakiwa katika eneo la shamba la Boaz. Eneo hili limehifadhiwa kama shamba la wachungaji au Shepherd's Field. Kanisa limejengwa hapa na pango walimokuwa wakiishi wachungaji huonekana. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, na ni vitu ambavyo hatukutarajia, lakini nimeweza kushuhudia maajabu makubwa sana ambayo tulikuwa tukiyasoma kwenye Biblia kama theory, lakini tumeweza kushuhudia. Nimeweza kwenda mpaka kwenye kanisa ambalo tumeona Bwana wetu Yesu Kristo alipozaliwa, na tukaenda tukaona baada ya kuzaliwa kuna sehemu ambayo aliwekwa. Muujiza wa kwanza wa Yesu ulifanyika hapa katika Kana ya Galilaya, muujiza wa kubadili maji yakawa divai njema. Miongoni mwa miji ambayo haikutajwa sana katika Agano la Kale ni mji wa Nazareti. Hii inaonyesha kuwa haukuwa mji maarufu kabla Yesu kuzaliwa. Nazareti ni mji wa Yusufu, fundi seremala hodari. Yesu aliishi katika mitaa hii kwa miaka 30 ya mwanzo wa uhai wake, ukitoa muda ule alioishi katika nchi ya Misri. Yesu mwanzoni mwa kazi yake alihubiri Nazareti. Watu wa nyumbani kwake walikataa mahubiri yake mara 2, na mara moja walijaribu kumuua kwa kumsukumiza kutoka juu ya jabari hili. Kule kaskazini mwa mji kuna gema moja refu sana. Wakataka wamsukumizie kuko kwenye gema ili afe, lakini kwa muujiza wa Mungu hawakuweza, na Yesu akabadilisha sasa makao yake, badala ya kuyafanya Nazareti yakahamia Kapernaumu. Na hapa Nazareti kuna chemichemi moja tu. Bikira Maria mama yake Yesu alichota maji yake hapa. Ni katika mji huu ndipo hupatikana kanisa kubwa kuliko makanisa yote katika ukanda huu wa Asia ndogo. Kanisa hili ni la waumini wa Orthodox. Sasa tunaweza kutembea mpaka katika mlima wa Baraka. Ni hapa ndipo Yesu alipowalisha watu maelfu kwa vipande vya mikate na samaki. Kapernaumu, maana yake kijiji cha Nahumu, ndio maana yake. Na utakuta yale magofu, na mashariki mwake tu kidogo utaona bahari, si kubwa sana. Na upande wa mashariki kaskazini kuna mlima mmoja unaitwa mlima wa Baraka, mahali ambapo Yesu alihubiri
hubiri maarufu sana la Mathayo 5, hubiri la heri. Heri walio maskini wa roho, heri wapatanishi, alikuwa pale, na utashangaa ukuona sehemu hiyo aliyokuwa akitembea anawahubiri wanafunzi wake. Mashariki, bahari ya Galilaya inaonekana. Mahali wanafunzi wa Yesu walipokuwa wakivua samaki. Kuna miji mingine haiwezi kutajwa katika vitabu vingine isipokuwa Biblia. Miongoni mwa miji hiyo ni pamoja na Yeriko, wenye maana ya mji wa mitende, ukitaka kuongea Kiebrania. Ukifika pale Yeriko, mahali alipojaribiwa, kuna mwinuko mkubwa na mrefu. Kupanda kwa mguu utapanda kwa shida sana, pengine utatumia muda mrefu. Kwa hiyo kuna vitu vinavyoitwa cable car, magari yanayotembea juu ya nyaya. Kwa utapanda vizuri kabisa kwa magari hayo, yananing'inia juu angani. Kuna nguzo za umeme zimeshikilia zile waya, na hayo magari yanapita sasa juu yake. Kagari kamoja kanabeba watu pengine 6 au 8, wanakwenda mpaka mahali ambapo Yesu alijaribiwa juu ya mlima. Kuna jengo limejengwa kule juu yake mahali alipokuwa akijaribiwa. Inaaminika ni mahali pale mtu unaweza ukaingia kwenye jengo lile ukatoa sala zako. Isipokuwa sijaona watalii wanaoenda wanafunga siku 2-3 kama alivyofunga Yesu kwenye ule mlima. Lakini basi ni mahali ambapo ni halisia, ukifika utapaona mahali alipojaribiwa Yesu, magharibi tu kidogo mwa mji wa Yeriko. Mji huu uko kwenye bonde la mto Jordan, uko umbali wa kilomita 13 kaskazini mwa bahari mfu, yani Dead Sea. Huu ndio mji ulioangushwa kwa kuzungukwa mara 7. Ni Rahabu tu na nyumba yake waliokolewa kwa kuwa waliwaficha wapelelezi wa Israeli wasiuawe. Ni katika mji huu na mahali hapa ndipo kulikuwa na shule ya wana wa manabii. Kuna kisima cha maji machungu. Hapa nabii Elisha alitibu maji haya miaka 3000 iliyopita, na maji haya ni matamu hata leo. Sehemu alipojaribiwa Yesu baada ya kufunga kwa siku 40 iko magharibi mwa mji wa Yeriko. Ushindi dhidi ya dhambi kwa Mwokozi wa ulimwengu ulipatikana katika nyika hii. Ni hapa Yesu alipokutana na kipofu Batimayo mwana wa Timayo na kumponya. Ndiyo, ni katika barabara hii, akiwa njiani kutokea mjini, na tazama Yesu anakutana na mtoza ushuru mashuhuri Zakayo, mtu mfupi aliyekuwa mwenyeji wa mji huu katika mti wa mkuyu. Akakutana na Mwokozi wa ulimwengu. Ni mahali pa kuvutia hisia za wokovu wa mwanadamu unapofika katika bustani ya Gethsemane, mahali Yesu alipoanguka kifudifudi akiomba kikombe cha mateso kimwepuke. Yesu alikamatwa katika bustani hii na askari waliotumwa na makuhani usiku, akiwa pamoja na wanafunzi wake. Makaburi mengi yamewashikilia wafu. Ni kaburi la Yesu ndilo kaburi wazi hata leo. Kaburi hili lipo nje ya mji wa zamani wa Yerusalemu, karibu na fuvu la kichwa, mahali aliposulubishwa. But that's where the body would have been placed after, in the first room where you come in, where they put the 30 kilos of herbs around the body, and then they wrap the white linen wrapping all the way up to here, where they stop, and they put a white scarf or cloth over the head and neck. That's how they did it while they were crying. So it's called the weeping chamber. The 3 women, the 3 Marys who came early on a Sunday morning, they did not know
that Joseph of Arimathea and Nicodemus had taken the body, prepared it, put it in, rolled the stone there, and just before the Sabbath, on Friday afternoon, late afternoon, they left. They didn't know, these three Marys, they didn't know. They came early on Sunday morning. They had waited for an opportunity to buy their 30 kilos of herbs, and it was heavy, 3 women, 10 kilos each. It was heavy to carry. When they arrived here, they saw that the stone was rolled to the side. And they said, what happened? And they sort of bent down and peeked in, and they saw a person, a man in white, sitting in there, saying, who are you looking? The one you're looking for. He is not here. He has gone before you to the Galilee. Go back to the disciples and tell them that Jesus is not here. Chini ya mlima wa Mizeituni kuna makaburi zaidi ya 10,000 ya watu matajiri, maana Wayahudi wanaamini kuwa Yesu akija atashuka kwenye mlima wa Mizeituni na waliozikwa hapo watakuwa wa kwanza kufufuliwa. Ukishapitia Israel, ukishafika Israel, unaona kabisa uhalisia wa yale unayosoma katika Biblia, na inaleta nguvu ya imani kubwa sana kwamba kumbe Mungu yupo na Yesu yupo tunayemwamini, na unaona kabisa uhalisia wa jinsi Mungu alivyotenda maajabu kupitia Bwana Yesu Kristo. Kwa kweli ni safari nzuri sana, ni ziara nzuri sana inayotujenga kiimani, lakini pia kwa wale watu ambao wana asili ya historia, pia inakupa inakuimarisha katika historia yako ambayo umeisoma ya huko nyuma. Lakini sio hivyo tu, kwa wale watu ambao wanataka safari za kitalii, pia inakupa mambo mengi sana ya kujifunza katika utalii. Lakini kikubwa zaidi mimi nasema hii ziara imetuimarisha sana kiimani. Kanisa la Waadventista wa Sabato Mzizima limeamua kuanzisha kituo cha mvuto, yani Mzizima Center of Influence, katikati ya jiji la Dar es Salaam, kitakachokabiliana na changamoto kama kupambana na umaskini na ukosefu wa ajira kupitia mafunzo ya biashara, ushauri dhidi ya utumiaji wa madawa ya kulevya na kushinda uraibu, afya ya uzazi, maambukizi ya VVU, maktaba ya kisasa na mengine mengi. Ili kufanikisha haya, tunakukaribisha kushiriki changizo kwa awamu ya kwanza ili kupata shilingi za Kitanzania milioni 800 zitakazowezesha kulipia gharama za awali za kituo. Changia sasa kupitia benki ya CRDB. Jina ni Mfuko wa Majengo Mzizima SDA. Akaunti namba 01505050784000, au tuma kupitia M-Pesa namba 0743690765. Jina ni Mzizima Center of Influence. Kwa pamoja tunajenga jamii iliyo bora. Shangwe na ndelemo na vifijo vilijaa mbingu yote. Malimwengu yote ya Mungu
yalijawa ndelemo wakati Mungu alipoumba mbingu na nchi. Hata Adamu alipotoka kwenye mikono ya Muumbaji na kutazama ulimwengu uliomzunguka, maua mazuri, mabonde, vijito vinavyotiririka vyenye uhai na utulivu, vilifanya uso wa Adamu kukunjuka kwa furaha. Tena alipomuona mke wake wa kwanza akitoka katika ubavu wake, kazi ya mikono ya mbunifu mkuu, alitunga wimbo na kusema, nyama katika nyama yangu, mfupa katika mifupa yangu. Lakini ghafla dhambi iliingia na kuleta simanzi. Nyuso ziliinama chini, maua yalianza kudondoka, hali ya dunia ikabadilishwa, shangwe ikapotea. Adamu anatoroka kwa Mungu. Lakini habari njema inatokea katika ufunuo. Usilie, yuko yeye aliyewatagala Daudi ameshinda. Shangwe kila mahali. Kuna furaha mbinguni kwa mwenye dhambi mmoja atubue. Katika kusafiri kwenye njia za Mungu, katika anga za Mungu, katika hali ya kuwepo kwake, kuna shangwe kuu. Ulimwengu ukiwa umegubikwa na kila aina ya majonzi, watu wakimaliza maisha yao kwa kujikata, kujinyonga, kujitupa katika majengo marefu, kujitupa katika mito na kadhalika, na namna mbalimbali, kunywa sumu na namna mbalimbali ya majonzi kwa sababu ya hali ya dunia yenye dhambi. Ninawaletea habari njema. Katika njia za Mungu kuna shangwe tele. Kuna kurudishiwa ile hali ambayo ilipotea baada ya dhambi kuingia. Karibu Kizota, ufufuliwe. Shangwe katika